Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa masomo yangu ninayokuletea ya neno la Mungu katika mfululizo wa kitabu cha Efeso 6:12 ambapo mtume Paulo anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Nikukaribishe kwa mara nyingine tena ili tuendelee pale tulipoishia. Na safari hii ninaanza sasa kutoa ufafanuzi wa yale majeshi manne ambayo mtume Paulo ameelezea katika kitabu cha Efeso sura ya 6 na mstari wa 12. Mungu akubariki sana. Karibu tuwe pamoja. Tunafahamu kwa watu ambao ni wasomaji wa neno la Mungu kwamba kazi za shetani ni dhahiri katika maisha ya kila siku mahali popote duniani. Utendaji kazi wa shetani ni wa hila, ni wa ujanja mwingi sana, kiasi kwamba watu wengi hawawezi kutambua kuwa shetani yupo kazini. Moja kati ya kazi zake kubwa ni kupinga mipango ya Mungu na kupinga mahusiano ya Mungu na mwanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu kwa kusudi la kuwa na ushirika naye. Hilo ni jambo la msingi sana ambalo tunatakiwa kulifahamu. Baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, alikuwa na ushirika naye, ambapo tunaona Mungu akiwasiliana na kumpa mwanadamu maagizo. Shetani alipomdanganya mwanadamu na kuvunja mahusiano, alifanya hivyo kwa kuharibu mpango wa Mungu wa ushirika na mwanadamu. Kuanzia wakati huo, shetani ameendelea na mpango wake wa kuvuruga na kuharibu kila kitu alichokiratibu Mungu. Mwandishi mmoja anaitwa Walter Wink ametoa tafsiri ya kitabu cha Efeso 6:12, jinsi ambavyo mtandao wa utawala wa shetani unavyofanya kazi katika mifumo ya maisha ya kawaida na hivyo kuleta upinzani kwa wana wa Mungu. Katika maandiko haya tunapata kufahamu kuwa mambo au matukio tunayoyapata katika ulimwengu huu wa kawaida ni matokeo ya mambo yanayofanyika katika ulimwengu wa roho au ulimwengu usioonekana kwa macho ya nyama au macho ya kawaida. Hii ina maana ya kwamba vita, ushindani, vikwazo na matatizo ambayo wana wa Mungu tunakutana nayo katika shughuli zetu, katika imani yetu, ni matokeo ya utendaji wa kazi wa shetani kupitia majeshi yaliyopo katika ulimwengu wa roho. Na majeshi haya, kama Paulo anavyosema, ameyaweka katika magrupu makubwa manne. Na grupu la kwanza ambalo mtume Paulo anatusaidia kulifahamu ni lile linaloitwa falme. Kwa hiyo kuna mapepo falme, yana kazi yao. Ni kazi gani? Ninaenda kukufafanulia. Kuna mapepo yanaitwa mamlaka, yanafanya kazi gani? Ninaenda kukufafanulia. Kuna mapepo yanaitwa wakuu wa giza, yanafanya kazi gani? Nitaenda kukufafanulia. Kuna mapepo yanaitwa majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, yanafanya kazi gani? Naenda kufafanulia. Kwa hiyo naanza kushughulika sasa na yale majeshi manne ambayo mtume Paulo ameyataja katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa 12. Pepo falme. Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 4 inamtaja shetani kama mungu wa dunia hii. Kwa hiyo shetani anatumia watawala wa dunia na mifumo iliyopo kuzuia kazi ya Mungu ya ukombozi wa mwanadamu. Katika kitabu cha Yohana sura ya 12 na mstari wa 31, Yohana 14 mstari wa 30, Yohana 16 mstari wa 11, Yesu anamtaja shetani kama mkuu wa ulimwengu. Na ili neno pepo falme kwa lugha ya Kiyunani ambayo Agano Jipya imeandikwa, neno linalotumika pale kuhusu pepo falme ni neno archon. Neno hilo ndilo hutumika pia kumaanisha watawala wa dunia. Mtume Paulo anaposema kupigana kwetu si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme, neno la lugha ya awali la Kiyunani analotumia ni archon. Mwandishi anafanua kwamba neno hili la mkuu wa ulimwengu kama Yesu anavyolitumia
hapa katika Yohana 12:31, Yohana 14:30, Yohana 16:11 ni kwamba shetani anao mtandao wa kiutawala ambao anaitawala dunia kwa msaada wa majeshi yake kwa kuwatumia watawala wa dunia. Majeshi yanayoitwa falme hutumiwa na shetani kuvuruga kazi ya Mungu kupitia watawala na mamlaka. Hicho kitu naomba ukielewe. Watawala na mamlaka mbalimbali zinazosimamiwa na watawala wa nchi na watendakazi katika mamlaka ngazi mbalimbali toka ngazi za juu hadi za chini kabisa. Majeshi haya ndiyo huwa yanakabidhiwa kuwa influence au kuwaathiri au kuwakamata watu wenye mamlaka, watawala, watu wenye nguvu. Na utafahamu kabisa zipo serikali katika nchi mbalimbali hapa duniani ambazo kuongelea habari za wokovu na kumhubiri Yesu Kristo ni kosa la jinai. Na wakuu wa nchi, mamlaka mbalimbali zinasimamia hilo jambo. Kwa hiyo unapoona upinzani wa kazi ya Mungu unatokea kupitia watawala, kupitia watu wenye mamlaka, tambua kuwa hao watawala ni vyombo tu vinavyotumika, lakini msika mkuu ni shetani kupitia watendakazi wake ambao wanaitwa pepo falme. Kwa hiyo pepo falme kazi yake kubwa sana ni kukamata fahamu, nia ya watawala ili wasitoe mwanya wa kazi ya Mungu, wa neno la Mungu kuhubiriwa au kufundishwa. Kwa hiyo unapokuta makatazo ya kimamlaka yanayokataza kuhubiri, kufundisha, kuongea neno la Mungu mahali popote pale, ujue kabisa kwamba anayehusika hapo ni pepo falme. Kwa hiyo unapoona pia watawala na viongozi wanafanya maamuzi yanayosababisha kuharibika kwa amani, kuna kuwepo na umwagaji wa damu, kutoweka kwa haki, ya kupasa kufahamu kwamba hao wanaotumika hapo ni pepo falme likiwa limewakamata wale watu wenye mamlaka. Ndio maana Mtume Paulo anaagiza kuombea au kuomba kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Anasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, ili tuishi maisha ya utulivu, amani katika utaua wote. Hiyo ni Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 1 hadi wa 2. Shetani anajulikana kuwa ni muuaji, Yohana 8:44, na anajulikana kuwa ni muovu. Kwa hiyo uovu wa aina yoyote unapotokea, shetani anakuwa amehusika kwa kuwatumia majeshi yake ya kushawishi wahusika kusababisha uharibifu. Wenye mamlaka na watawala kama wasipoombewa wanaweza kutumiwa na shetani kuleta uharibifu mkubwa kwa wanadamu. Ipo mifano mbalimbali katika Biblia na katika historia ya dunia mahali pengi ambapo watawala walisababisha mauaji na kuharibu utaratibu wa maisha. Wale watawala wanaweza wakaonekana wao, lakini ukiwa na macho ya rohoni unagundua kabisa wale watawala walikuwa wamekamatwa na pepo falme. Ndio maana Paulo anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Yaani kushindana kwetu si juu ya wafalme, si juu ya wenye mamlaka, si juu ya watawala, bali ni juu ya ile roho ya pepo falme inayotenda kazi nyuma yao. Kwenye Biblia tuna mifano ya watawala kadhaa ambao walikuwa nyuma ya uharibifu ambao ulikuwa umekusudia kudhorotesha kazi ya Mungu. Nikupe mfano wa kwanza. Yupo Farao. Mfalme Farao alitoa amri ya kuua watoto wa kiume wa Kiebrania na kuwatupa mtoni. Hii ni amri ya kiuovu ambayo ililenga kuharibu mpango wa Mungu juu ya maagano yake na wana wa Israeli. Mungu alikuwa ameagana na taifa la Israeli na kwamba kupitia taifa hilo atakuja kupatikana Masihi. Kwa hiyo unapokuwa umepanga kuua watoto wa kiume, ina maana anaua ule mpango wa Mungu wa kuja kuendeleza ule uzao wa kimasihi. Kwa hiyo uovu huu hauwezi kufanyika pasipo shetani kuhusika kupitia pepo falme ambaye anamtumia Farao kama chombo cha kukamilisha ajenda yake.
Ndio maana Paulo anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Ana maana gani? Falme ni yale mapepo yanayokamata watu walio katika mamlaka. Na ndio maana Paulo anasema kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka. Kwa sababu watu wenye mamlaka wana nguvu, wanaweza wakafanya maamuzi ambayo yanaweza yakaingiza taifa katika maafa, yanaweza kuingiza taifa katika shida. Kwa hiyo ile mamlaka ni ya kuombea, kwa sababu pepo falme anapokuwa amemkamata mtu mwenye mamlaka, yule anafanya kama ibilisi anapotaka, na wanakamata kupitia mifumo, kupitia itikadi ambazo hazifai. Kwa hiyo mtu anafikiri anawaza kwa nia ya kulinda maslahi ya taifa au ya watu wake, lakini nyuma hizo itikadi ya hizo sera yupo ibilisi, shetani, kupitia pepo falme. Mtu wa pili, Herode. Mfalme Herode alitoa amri ya kuuawa kwa watoto wenye miaka 2 kushuka chini, Mathayo 2:16. Uharibifu huu ni kazi ya shetani kupitia mtu mwenye mamlaka ya kuamuru uovu ufanyike. Pepo falme yupo kazini mahali hapo. Tunamuona mtawala aliyeitwa Herode aliwaua Yakobo na Yohana kwa upanga, Matendo ya Mitume 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Kaisari Nero ndiye aliyewaua mitume Petro na Paulo. Pepo falme wakifanya kazi kupitia watu wenye mamlaka. Kaisari Domitia aliyemfunga mtume Yohana katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya ushuhuda wa Kristo. Si yeye tu pale, bali kuna pepo falme ambaye amemkamata mtu mwenye mamlaka ili aweze kutimiza mipango na makusudi ya Mungu. Kwa takriban miaka 300, unaposoma historia ya kanisa kuanzia mwaka wa 100 AD hadi mwaka wa 312, dola ya Rumi ilitawaliwa na makaisari waliokuwa na msimamo, iliyokuwa na mrengo wa kumaliza Ukristo, ijapokuwa walikuwepo wachache ambao hawakuwa na msimamo huo. Sasa unakuta hizi mamlaka ziliapa ya kwamba zitahakikisha Ukristo haustawi au hautakuwepo. Sasa ile mpango wa Mungu unapokuwa unapingwa, ni shetani yupo kazini kupitia mamlaka za pepo falme wanaofanya kazi nyuma ya wale watawala wanaokuwa wanasababisha uharibifu. Sasa kwa macho ya kawaida na akili za kawaida zinawaona watawala, lakini macho ya rohoni yanaona nguvu na msukumo ulioko nyuma ya watawala. Unaona? Lakini pia katika historia ya nchi mbalimbali tumesoma na kushuhudia watawala mbalimbali waliinuka na kusababisha umwagaji wa damu, kama mauaji ya Wayahudi na Hitler, ule unyama na ukatili wa Idi Amin enzi za utawala wake, mauaji ya kimbari Rwanda na Burundi na sehemu mbalimbali ambako uharibifu ulitokea kwa sababu ya watawala. Kwa hiyo katika maeneo yote haya tunaona kabisa ya kwamba ibilisi, shetani, huwa anafanya kazi nyuma ya watawala. Katika kitabu kimoja kinachoitwa The Kingdom in Conflict, mwandishi ameeleza kwa urefu jinsi watawala wa komunisti na taasisi za kijasusi vilivyotumika kuhujumu na kuzuia utendaji kazi wa kanisa katika nchi za komunisti. Sasa haya ni mazingira ya kawaida, unaona, lakini kinachopingwa ni kazi ya Mungu, ni mpango wa Mungu, ni makusudi ya Mungu. Kinapingwaje? Ni kupitia watawala wenye nguvu, watu wanaoweza kujenga hoja za kuzuia vitu vya Mungu, lakini kwa mbinu za maslahi ya taifa au maslahi ya jamii inayohusika. Kwa hiyo ndio maana sasa Mtume Paulo anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme zinazotenda kazi katika ulimwengu wa roho, na kinachoonekana katika macho ya kawaida ni matokeo ya mambo yanayofanyika katika ulimwengu wa roho. Maombi ndio silaha pekee inayoweza kupenya katika ulimwengu wa roho na kushambulia majeshi haya yanayofanya kazi dhidi ya watawala pasipo wao kujua, endapo hawajampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Watu hawa wanaweza kutumiwa bila hata wao kujua, kwa sababu inayofanya kazi pale ni roho, inamkamata yule mtu, inakamata fahamu, inakamata nia. Kwa hiyo lengo lake ni kuzuia mambo ya Mungu bila yeye kujua. Kwa hiyo ni muhimu mno kuwaombea wafalme na wenye mamlaka ili fahamu zao zisikamatwe na shetani kupitia majeshi anayotumia kupitia watawala yanayoitwa pepo falme. Mungu akubariki kwa kufuatilia mtiririko huu au mfululizo huu wa fundisho linalotoka katika kitabu cha Efeso sura ya 12, sura ya 6 na mstari wa 12, na tunaangalia juu ya majeshi
ya ibilisi shetani. Tukutane katika mtiririko unaofuata ambapo nitakuwa nikiongelea kuhusu pepo mamlaka. Mungu akubariki sana.